Inakuwaje? Karibu tena, ni time nyingine tena kuhabarishana stori zote za kimburudani ambazo zina trend kwenye social media. Kwanza kabisa naweza kusema kwamba mganga wa Dula Makabila kazi yake anajua namna ya kuitenda. Unajua kwanza songo mbingo limeanza siku ya jana. Watu walikuwa wajielewa kwamba Dula Makabila anamaanisha nini. Kupitia akaunti yake Instagram, Dula Makabila alishare video fulani ikiwa ni ameweka kama makopa hivi ya kumwaga machozi, halafu nyimbo ambayo inasikika ni ile ngoma ya Zablon Singers. Hili limeniuma sana, au sio? Sasa watu wako wanahoji kwamba Dula Makabila akakutwa na kitu gani, au sio? Kumbe bwana, ndoa ya Haji Manara na Zailisa mambo sopoa, ndoa imevunjika. Sasa Dula Makabila ni moja kati ya watu ambao wamekuwa kimkubali sana Zailisa, mpaka kesho anakuambia yupo tayari kurudiana na Zailisa. Sasa kilichotokea ni kwamba kupitia akaunti yake ya Instagram, Zailisa ameelezea kile kilichotokea, lakini pia madudu yote ya Haji Manara, lakini pia amesema ya kwamba yupo tayari kufanya interview na Mange, lakini pia kumpatia Mange story yote, kitu gani na vitu gani ambavyo Haji Manara amekuwa akivifanya. Sasa kama ni mfuatiliaji wa Mange Kimambi app, kama unakumbuka siku 2-3 nyuma Mange aliweza kushare story. Kwa wale ambao wanaona tu kupitia akaunti yake ya Instagram na hawajalipia, Mange alishare story kwamba Zailisa na Haji Manara wamechafua hali ya hewa. So design watu wengi walikuwa bado wamechukulia ile kimasihala, hawakuchukulia na kudig deep sana kwamba kitu gani ambacho kina happen. Sasa Zailisa kitu ambacho amekifanya, kwanza akatia moja kati ya maelezo fulani marefu kupitia IG story yake, and then aka screenshot na kuja kuposti kupitia akaunti yake ya Instagram kawaida. Kwanza akaandika hapa na caption, lakini kabla tujasoma hii caption tuangalie hiki ambacho alikiandika hapa. Sasa Zailisa anasema kwamba mtu mzima ovyo, wewe mshenzi mkubwa, imetosha sasa, nimechoka kupretendi. Sasa acha tuvuane nguo kama ulivyozoea. Mtoto wa dada angu amekuja kukaa likizo kwa mapenzi, na muda wake wa kuondoka ulivyofika ulimzuia. Kumbe ulikuwa unamtongoza, shame on you. Ulikuwa na kazi ya kumshikashika maziwa binti mdogo wa under 18. Sasa raundi hii umeegezea pabaya, umezoea kulala na house girls. Sasa ukaona uhamie kwa binti yangu. Lo, unamtumia mtoto V50k vyako akiwa shule ili umlaghai. Kwa taarifa yako, tuna ushahidi wote, na driver wako pia anajua kila kitu, na tumeambiwa na hatutakukalia kimya. Kila nikiomba talaka yangu hutaki kunipa. Jinamizi, we unagombana na mimi, unamwambia kijana wako arekodi, kisha unaongea vya uongo. Unanitisha kupeleka kwa Mange ili ni unizalilishe. Sasa rauni hii si cheki na kima, kama ushazoea kuzalilishana nitakupa unachostahili. Hiki ndicho ambacho alikuwa amekiandika hapa. Design kama Manara alikuwa na tabia, kuna huyu binti ambaye ni ndugu yake na Zailisa alikuwa anakuja pale likizo. Kumbe bwana, Manara alikuwa anamtaka huyo binti ambaye umri wake ni chini ya miaka 18, lakini ukafika muda wa kwamba binti inabidi arudi shule, lakini Manara kazuia kwamba binti asirudi shule. Kumbe still bado ana malengo yake, target zake hazijatimia. So alikuwa anamshikashika maziwa kama hivyo ambavyo Zailisa ameandika, lakini kubwa zaidi anadai ya kwamba hata kutembea na house girl ni tabia za Haji Manara. So kitu ambacho akakiandika hapa kwenye caption, kwanza Zailisa akamtagi hapa Mange Kimambi, akasema kwamba naona uliletewa habari za uongo kwa lengo la kunichafua. The time is now. Nitafute mwenyewe nikupe za ukweli. Hata interview raundi hii nitafanya nitoe maovu na uchafu wa huyu baba wote. Akamtagi Haji Manara, akasema this time umeyakanyaga. Naona una post status vyako vya kunizalilisha, sasa sitakaa tena kimya. Umeona nimegundua vitendo vyako vichafu vya kulala na house girl na kutongoza mtoto wa miaka 17 wa damu yangu. Umeenda kuzua mimi na mnyanyasa mtoto wako. Mimi like seriously, wanaonijua wanajua mimi ni mtu wa aina gani. Kila mtu anakushangaa. So kwenye comment hapa wananzengo wali drop comment kibao. Kiredio akasema Simba amepita, tusisahau na hili please. Lakini pia Nifa akakomenti hapa, Mtume Ndutu akasema uzuri Manara akikusainisha mikataba, kwa hiyo hata mkiachana bado atabakia
ananufaika kwenye kazi zako, au sio? Lakini pia mwingine anasema kwamba msizalilishane kama bado mnapendana jamani. Lakini pia mwingine akasema kwamba au nimekosea njia. Lakini pia mwingine hapa akasema kwamba jamani, Mayu wetu shida nini sasa, mbona ghafla jamani, mwenyewe namba ya dada wa taifa ni mpigie faster, anahitajika huku. So comment hapa zilikuwa nyingi sana kwenye posti hii ya Zaiylissa, zaidi ya comment 7,000. Sasa kitu kingine ambacho Zaiylissa akakifanya, akaja kuonyesha chat ambazo alikuwa na chat na Manara. Hii message ya juu inasema kwamba unajua, na huyu mpuzi wako unaishi naye asiye na hisani kama wewe. Zeni hapa kamjibu kwamba huna chochote cha kunifanya Zai, unadhani mimi ni mjinga? Sasa hapa Zai alikuwa amemtumia message hapa Manara kwamba na safari hii umegusa pabaya. So Manara kamjibu kwamba huna chochote cha kunifanya Zai, unadhani mimi ni mjinga? Zeni Manara akasema kwamba kila matusi yako yote yatafika kila mahali na kila sehemu, na kama ulijua utanisingizia jambo la kutunga, imekula kwako. Then akaandika Manara kwamba wewe umekuja kwangu, hata nguo huna, unavaa vipedo na hata passport wala NIDA huna. Nimemtoa mtoto wako shule ya Kanumba na nimempeleka shule bora, leo na nitusi eti sidindi, au sio? Then akamalizia hapo kwa vimoji fulani vya kucheka. So Zaiylissa alichokifanya baada ya kushare hizi message ambazo alikuwa na chat na Haji Manara, kwenye caption hapa akaandika kwamba oneni shetani hili. Zeni akanyosha mikono juu na kuweka vimoji fulani vya kucheka, akasema ni hivi kuhusu kuvaa. Zeni akamtagi Ana Collection, akasema nguo zote ninazovaa Haji Manara hutoi shilingi 10. Ana Collection, labda uje useme Haji alikulipa lini kununua nguo. Kuhusu mabaya akamtagi huyu mwingine anaitwa Two Collections Dubai, akamtagi Tuvai na Mariam, akamtagi Asma Madera. Zeni akasema navaa bure, mje mseme kama Manara aliwalipa hata shilingi 100. Kuhusu Chris outfit akamtaja hapa na kusema ndo usiseme yale yale, kumwambia kuhusu nywele Lulu's hair, nachukua kila nywele ninayotaka bure. Sasa sijui wewe unanisimamia nini? Kwenye comment pia hapa watu wengi waka drop comment kibao, au sio? Mambo yameenda hivyo, lakini baadaye tena akaja kuposti kitu kingine hapa. Alichokiposti hapa Zaiylissa alikuwa ni comment ya Manara. Manara kwa ameandika hapa kwamba mtoto wangu na wazazi wangu wapo juu ya kila kitu, unamnyanyasa mwanangu hata kwa chakula, alafu ulitaka tuendelee kuishi ndani kwangu. Mwanangu wa kumzaa umnyime hadi chakula, yote naweza kusamee, ila kwa mwanangu na familia yangu ni big no, siwezi kustahimili. Mange unadhani hana akili? Ni baada ya kukulipua unataka huruma kwake? Acha roho mbaya we mwanamke. Zen akaja hapa Zaiylissa akaandika hapa kwamba mbona umereply alafu umeniblock kiongozi? Chakula kipi labda unachozungumzia? Hiki kinachobaki na kusaza na kugaragara mpaka na wapa paka. Hivi zama hizi kweli ni za kunyimana chakula? We mtu mzima kisoda kweli, nani anataka kukaa kwako sasa? Sio mimi niliondoka wiki nzima, umesahau? Talaka nilianza kuitaka leo, nimekaa mwaka mzima kwa mbinde na fosi. So hiki ndo kitu ambacho amekiandika Zaiylissa. Tusubirie kuona labda kama atakuja na kuaddress kitu kingine, majibizano kati yake na Manara. Lakini kwenye comment pia watu wengi sana wamedrop comment zao. Mimi hapa sitaki tupitie comment za wananzengo, lakini kubwa ningependa pia nao utoachie maoni yako. Lakini ipo hivyo, mganga wa Dula Makabila kazi yake inaonekana na matunda ya kazi yake yanaonekana. Design kama imekuwa ni shangwe kubwa kwa Dula Makabila. Lakini pia nimeona watu wengi sana namna ambavyo wamereact Haji Manara kuachana na Zaiylissa. Tutapitia hapa kila mmoja. Nimeona reaction nyingi sana huko mitandaoni. Design kuna watu ambao wameweka utani wao, lakini kuna watu ambao wamefurahia kama Dula Makabila. Tusubirie kuona kama atarudisha majeshi tena kwa Zaiylissa. So share na sisi comment yako, lakini kwa story nyingi za kiburudani make sure kwamba unakaa karibu nasi, na ninakuletea hapa story kuhusu nini ambacho amekifanya Haji Manara baada ya yote haya ambayo Zaiylissa ameaddress kuhusu maisha yake na Haji Manara, lakini pia vitendo vichafu vya Manara ambako amefikia stage ya kuachana. Na big story ni kwamba Manara ameshatoa taraka rasmi kwamba ndoa imevunjika. So stay tuned, nitakuja na story kamili. Kikubwa zaidi tu make sure kwamba na subscribe kama ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, lakini pia kaa karibu nasi kwa story nyingi za kiburudani.